shilingi 50, mfuko wa unga, chupa ya mafuta ya kupikia. Vitu vidogo lakini vina uzito mkubwa sana. Kwa wengi wetu, hivi ndivyo kura imekuwa ikianza. Sio kwa sera, sio kwa mipango ya miaka mitano, lakini kwa kile mtu anaweza kushika mkononi leo. Na swali ni je, baada ya kura kupigwa, nani hubeba gharama? Mimi ni Ann Kinene, na kabla uendelee, ikiwa maswali kama haya yanakuhusu, ikiwa unaamini mazungumzo ya kweli yanahitaji nafasi, tafadhali subscribe kwenye channel yangu. Hii ni nafasi ya sauti ya mwananchi wa kawaida. Kila baada ya miaka mitano, taifa husimama, tunavaa rangi, tunajaza viwanja, tunapiga kelele za matumaini, tunaambiwa, huu ndio uchaguzi wa mwisho wenye matatizo. Huu ndio mwanzo mpya. Lakini karibu kila mara baada ya kura tunarudi pale pale: malalamiko, migawanyiko, mahakama, hasira. Sasa 2027 inakaribia, na swali sio kama Wakenya watapiga kura. Tumekuwa tukifanya hivyo kwa miaka mingi. Swali ni je, tutapiga kura kwa uhuru au je, tutauzwa tena? Wakati wa kampeni, nchi hubadilika ghafla. Viongozi wanaonekana kila mahali. Barabara za mashinani zinakumbukwa. Ahadi zinakuwa nyingi kuliko siku. Lakini pamoja na ahadi kuna kimya kingine. Kimya cha bahasha. Kimya cha pesa taslimu. Kimya cha chakula kinachotolewa usiku. Kwa wengine hii ni msaada. Kwa wengine ni mtego. Na hapa ndipo ukweli mchungu unapojitokeza. Umaskini umegeuzwa kuwa silaha ya kisiasa. Ni rahisi sana kumwambia mtu asikubali hongo wakati hujawahi kulala njaa. Ni rahisi kuzungumzia maadili wakati tumbo lako limejaa. Na kwa hiyo tunabaki katikati ya mgongano. Mahitaji ya leo dhidi ya mustakabali wa kesho. Vijana wako katikati ya hadithi hii. Wengi wao hawakuwahi kuona uchaguzi bila mvutano. Wamekuwa wakisikia ahadi zile zile: ajira, fursa, mabadiliko. Lakini maisha yao mara nyingi hayabadiliki: ukosefu wa ajira, msongo wa mawazo, hasira ya kimya kimya. Na hasira inapokosa kusikika, hujitokeza barabarani. Swali ni je, taifa letu lina nafasi ya kusikiliza bila kutumia nguvu? Na je, tumekuwa tukichanganya amani na hofu? Siku ya uchaguzi inapofika, kuna ukimya wa aina yake. Mistari mirefu, uso wa matumaini uliochanganyika na wasiwasi. Kura inapigwa na taifa linashikilia pumzi. Lakini baada ya hapo, ndipo hofu huanza. Je, kura itahesabiwa kwa haki? Je, matokeo yatakubaliwa? Au je, tutaanza tena safari ya lawama na migawanyiko? Kenya imezoea chaguzi zinazoishia mahakamani. Imezoea wananchi kugawanywa. Imezoea kusherehekea upande mmoja wakati upande mwingine unaomboleza. Lakini je, hii ndiyo demokrasia tunayoitaka? Baada ya uchaguzi, maisha huendelea, lakini si kwa kila mtu. Biashara hufungwa, familia hupoteza wapendwa wao, ndoto hukatizwa, na kila mara tunaapa hili halitatokea tena. Lakini bado inarudi. Hapa ndipo swali gumu linaibuka. Swali ambalo mara nyingi hatupendi kuuliza. Je, sisi kama wananchi tumekuwa sehemu ya tatizo? Mwananchi anayekubali hongo leo, lakini analalamika kesho. Mwananchi anayepiga kura kwa hasira, lakini anatarajia matokeo tofauti. Je, tuko tayari kukataa kidogo leo kwa ajili ya miaka mitano ijayo? Na je, tuko tayari kuelewa kuwa kura sio zawadi bali ni dhamana? Mwaka 2027 sio tarehe tu. Ni mtihani wa ukomavu wetu kama taifa. Sio mtihani wa viongozi pekee, ni mtihani wetu sote. Swali sio nani atashinda. Swali ni je, tutachagua kwa hofu au kwa ufahamu? Mimi ni Ann Kinene, na hii sio filamu ya kulaumu mtu. Ni kioo, ni mazungumzo, ni mwaliko wa kufikiria kwa kina kabla ya kupiga kura.
ikiwa unataka mazungumzo ya kweli, ikiwa unaamini sauti ya mwananchi ina maana. Subscribe kwenye channel hii, ushiriki na uendelee kuuliza maswali, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuuliza maswali yale yale baada ya kila uchaguzi huku tukitarajia majibu tofauti.